Na nusu bado ni mapema sana. Muda usikuondoe kwenye uwepo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tufanye nini ili kumpendeza Mungu? Ninajua katika maisha yetu tunafanya mengi kuwapendeza ndugu zetu, kuwapendeza tuwapendao, kuipendeza jamii inayotuzunguka. Muda mwingine umejipendekeza hata kwa bosi wako ili uweze kumpendeza. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Yesu asifiwe. Amen. Kumbe katika kumpendeza Mungu au katika kujipendekeza kwa mtu unayeona ya kwamba huyu nikiwa karibu naye kuna kitu cha ziada, iko faida katika kumpendeza yule unayemtegemea. Haleluya. Haleluya. Tujifunze mchana wa leo ya kwamba Mungu wetu anapenda kupendezwa. Anapenda tuwe wenye haki mbele zake. Anapenda tuwe watu wenye sifa njema mbele yake ili aweze kufurahia na kuweza kufanya kitu juu yetu kwa sababu tumempendeza. Haleluya. Haleluya. Mapenzi ya Mungu kwetu, Biblia yangu inasema Mungu anapenda tufanikiwe katika mambo yote. Kumbe kama yeye anapenda, anasubiri na sisi tumpendeze. Haleluya. Kama tumekuwa razi kujipendekeza kwa watu wa karibu yetu ili watupende na waweze kuachilia vitu vya ziada kwetu, kumbe kwa Mungu wetu tunatakiwa kufanya zaidi ili Mungu aweze kuachilia vitu vya ziada kwetu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Iko faida katika kumpendeza Mungu, na zipo kanuni za kupitia ili umpendeze Mungu. Yapo yale Mungu anayotaka ufanye ili uweze kumpendeza. Na mwana wa Mungu, ngoja nikwambie mchana wa leo, Mungu hawezi kusinzia kwa yule anayempendeza. Mungu hawezi kunyamaza kimya pale utakapokuwa ni mtu mwenye haki mbele zake, kwa sababu umempendeza yeye, na yeye hawezi kutulia kwa ajili ya yule aliye safi mbele zake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Twende tusome Mika 6:6. Kitabu cha Mika 6:6 mpaka 8. Mika 6:6, neno la Bwana linasema, nimkaribie Bwana na kitu gani, na kuinama mbele za Mungu aliye juu? Je, nimkaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na 1000 za kondoo waume, au na 10,000 za mito ya mafuta? Je, nimtoe mzaliwa wangu wa kwanza kwa kosa langu, mzao wa mwili wangu kwa dhambi ya roho yangu? Mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Zipo kanuni za kufanya ili umpendeze Mungu. Na mchana wa leo kama umepanga kumpendeza Mungu, hebu yasikie haya. Isiwe umeshika sadaka hata katika mikono iliyojaa damu ukawaza Bwana anapendezwa na sadaka yako. Usiwe umejipendekeza kwa kiongozi wa karibu ukajua Mungu atapendezwa na mimi kwa sababu ninajipendekeza kwa mchungaji. Hapana. Neno la Mungu limeelekeza namna ya kuweza kumpendeza Bwana. Upende kwanza kuwa ni mtu mwenye rehema. Uweze kuwa mtu
kutenda haki, uweze kumwendea Mungu kwa unyenyekevu. Ndiyo hayo Mungu wetu anayotaka kwako. Ukiwa mtu mwenye kupenda rehema, huwezi kuwa mtu mwenye dhambi. Haleluya. Pale utakapoona ya kwamba nimemkosea Mungu, lazima utatubu. Na Mungu wetu ni mwenye rehema, yeye anasamehe. Ukisoma kitabu cha Zaburi, kuna muda Daudi alijiuliza ili awe karibu na Bwana afanye nini? Daudi alikuwa ni mfalme. Biblia yangu inasema alikuwa ni mtu mwenye nguvu, angeweza kutaka msaada kwa watu wote wale, lakini maisha yake alimtegemea Bwana. Haleluya. Maisha yake hakuangalia uwezo aliokuwa nao, maisha yake hakuangalia cheo alichokuwa nacho. Alitafuta ni nini moyo wa Mungu utapata kupenda, ili niweze kupata kibali, ili niweze kuwa na mawasiliano na Mungu, ili niweze kwenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amina. Utasoma mwenyewe kwa faida yako Zaburi 15 mstari wa 1 mpaka wa 5. Lakini tuende tufungue kitabu cha Isaya. Isaya sura ya 1 mstari wa 10 mpaka wa 12. Isaya sura ya 1 na mstari wa 10, neno la Bwana linasema, nisikieni neno la Bwana, enyi waamuzi wa Sodoma. Tegeni masikio msikie sheria ya Mungu wetu, enyi watu wa Gomora. Huu wingi wa sadaka zenu mnazonitolea una faida gani? Asema Bwana, nimejaa mafuta ya kafara za kondoo waume na mafuta ya wanyama walionona. 16 nasema, jiosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wa matendo yenu usiwe mbele za macho yangu. Acheni kutenda mabaya. 17 jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. 18 haya, njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Tunatafuta tufanye nini ili tumweze kumpendeza Mungu, yale mapenzi ya Mungu kwetu, yale anayotaka. Neno la Mungu linasema tujioshe, tujitakase, tujiondoe katika matendo ya uovu. Amina. Tujifunze kutenda mema. Haleluya. Kumbe tukiwa watenda mema, tutakuwa karibu na Mungu na tutakuwa tumejipatia nafasi ya kumpendeza Mungu. Haleluya. Ukimpendeza bosi akalizika na vile viwango, anaendelea kukupandisha. Haleluya. Kumbe mchana wa leo ukimpendeza Mungu atakupa na bonasi. Haleluya. Yani atakupa zaidi ya vile unavyofikiri. Amina. Atakupa zaidi ya vile ulivyo navyo. Amina. Tafuta kumpendeza Mungu na wala si mwanadamu. Ngoja nikwambie, ukijipendekeza kwa mwanadamu, siku ukinikwaza naweza nikakuacha. Siku ukinikwaza nasahau kule kujipendekeza kwako kwa mwanzo ulikofanya. Lakini ukiwa karibu na Mungu, ukafanya yale yanayompendeza Mungu, Biblia yangu inasema Mungu hawezi kunyamaza. Mungu hawezi kusinzia. Mungu hawezi kukusahau. Atakuwa na kumbukumbu ya yale unayofanya kwake. Haleluya. Matendo mema ni sadaka Mungu anayoikumbuka, ambayo hata ukipatwa na shida umefanya mema, Mungu anajisikia vizuri kwako, anakupenda, anakutetea na anainuka katika kusimamia ile vita inayokuwa ipo mbele yako, akikumbuka ile sadaka unayoitoa
Haleluya. Haleluya. Wana wa Mungu, tusiwe wema machoni pa watu, tuwe wema machoni pa Mungu. Ukifanya mema, haijalishi uko maeneo gani, ule wema wako utakufichua, ule wema wako utakufanya utafutwe, ule wema wako utakufanya ukumbukwe. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Sasa usije ukafanya dhambi ukawa na sadaka yako nzuri ukijua itakuwa ukombozi. Wachungaji sadaka watakula na shida yako itaendelea kubaki hapo. Haleluya. Kwa sababu hujafanya yaliyo mema machoni pa Mungu. Mungu anamchukia mtu mwenye dhambi. Mtu mwenye dhambi hata sadaka yake haikubali. Biblia inasema, ukisoma kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati, yeye hakai katika wingi wa sadaka. Maana kama sadaka zilizonona kwake zinatolewa kafara zisizo za kawaida, sio kama mimi na wewe. Hata sadaka tulioichambua leo, huenda tumejitahidi kwa 500, 200, 1000 na tukaona kabisa ya kwamba hapa nitagusa moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu hauguswi na sadaka. Moyo wa Mungu unaguswa na utakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu mpigie Yesu makofi tu kidogo, na yeye afurahi kama unaelewa mchana wa leo. Amen. Haleluya. Amen. Mungu alipojivunia Ayubu, si kwamba kulikuwa na wingi sana wa sadaka. Mungu alipojivunia kina Meshaki, Shadraka na Abednego, sio kwamba walikuwa na sadaka nyingi. Wale watu, Biblia inasema, alikuwa mwelekevu Ayubu, aliepuka uovu na alimcha Mungu. Hivyo ule uchaji wa Mungu ndio uliogusa moyo wa Mungu, kushindwa kusinzia wakati Ayubu anapita, kushindwa kutulia wakati Ayubu ana changamoto. Mungu akakumbuka ule utakatifu. Anayo haki ya kutetewa, anayo haki ya kurudishiwa, anayo haki ya kulindwa na mauti. Haijalishi ugonjwa umempiga, lakini ni mwenye haki, lazima asimame tena. Haleluya. Tufanye nini ili tuweze kumpendeza Mungu? Mungu anataka utakatifu. Mungu anataka tujitakase. Mungu anataka tuepuke uovu. Mungu anataka tutende yaliyo mema. Mungu anataka twende mbele zake kwa unyenyekevu. Mungu anataka tuwe watu wenye kutetea wajane na yatima. Haleluya. Pengine una sadaka yako nzuri umeileta mahali hapa, lakini kule kuna moyo wa mtu umeacha unalia. Kuna moyo wa mtu una huzuni. Hiyo sadaka haigusi moyo wa Mungu, wala haiwezi kurudisha utukufu kwako tena. Hata Mungu akaiona ya kwamba mwanangu Jumapili ya leo kanikumbuka kwa 2000, kanikumbuka kwa 1000. Mungu anaangalia haki yako ni ipi kwake. Je, kuna uovu na kuzunguka nyuma? Kuna watu unaowaumiza huko uliko? Kuna watu umewatenda dhambi huko? Akiona ya kwamba iko haki mbele zako, mwana wa Mungu, Mungu hawezi kunyamaza. Mungu hawezi kutulia. Pale alipoona ya kwamba matendo mema ni sadaka, si kwamba hao watu walienda na fedha nyingi madhabahuni. Walienda hata kwa mili yao na kufanya mema machoni pake. Sadaka yao ilikumbukwa. Haleluya. Sadaka ya matendo mema ilikumbukwa. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bila kutenda haki ni ngumu kumpendeza Mungu. Bila kutenda haki ni ngumu Mungu kukukumbuka. Uliko utaendelea kupotelea huko. Lakini hebu simama na haki yako mbele za Bwana. Popote ulipo, Mungu atakutafuta wewe. Haleluya.
Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Ndio tusome Misali 6:7, Misali 16:7. Misali 16. Mithali 16 na mstari wa 7, neno la Bwana linasema, njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Yamkini kuna mipaka umejicholea kwa sababu hujampendeza Mungu. Yeye amesema ya kwamba njia za mtu zikinipendeza nitampatanisha na adui yake. Sijui njia unayopitia. Pengine una maadui mpaka kwenye wigo unaoishi. Lakini hebu tafuta kumpenda Bwana. Adui yako atakuwa rafiki yako. Waliokusahau watakutafuta. Maana Mungu anaachilia kibali kwa yale unayoyafanya kwake. Unakuwa na haki ya kupatanishwa na wale wanaokuchukia. Haleluya. Unakuwa na haki ya kutetewa pale unapoonewa. Haleluya. Unakuwa na haki ya kurudishiwa tena pale unapopoteza. Haleluya. Sasa mwana wa Mungu, hebu kaa katika manunguniko hayo uone kama Mungu atakukumbuka. Haijalishi uliimba kiasi gani, ulihubiri na jasho likatoka. Mungu haangalii hayo, anaangalia wewe na yeye mnaishi maisha gani. Iko dhambi inayokuotea, iko dhambi inayosimuliwa kwako. Je, ni nini kinacho kuzunguka? Kwa Mungu fedha haimtishi, maana yeye ndiye Bwana wa vyote. Haleluya. Mungu anapenda na kumpendeza yeye. Haleluya. Mtu mmoja aliyekuja mbio kwa Yesu, Biblia yangu inasema alikuja akiwa anajivuna. Huenda alikuwa mbeseri kama mimi na wewe. Tunaabudu Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Tunajua taratibu zote za ibada. Hapo bado mwana wa Mungu hatujamtisha Mungu. Mungu anaangalia yule mtakatifu, huyo ndo anasimama naye na kumhudumia huyo. Yule mtu amekuja mbio kwa Yesu, anamwambia nifanye nini nipate kuurithi. Yesu alipompa sheria ya kuzishika amri, akamwambia hayo nimeyashika tangu utoto wangu. Haleluya. Haleluya. Na walokole wengi tunapotelea kwenye kiburi cha uzima, ya kwamba taratibu zote nazijua. Jumatano tuna mafundisho, Ijumaa tuna maombi. Lakini katika yale maombi na mafundisho, ni nini ulichobeba ambacho ukimsogelea Mungu anashindwa kutulia? Jina la Bwana libarikiwe. Usishie kubeba kiburi cha uzima cha kuyajua hayo toka utoto wako. Hebu jua kumpendeza Mungu, ajue nini cha kufanya kwako. Historia haiwezi kukusaidia. Ukimpendeza Mungu, yeye atajua namna ya kukupa zaidi. Haleluya. Yesu akamwambia, kama umeshika hizi sheria zote, ninakupenda. Lakini naona umepungukiwa neno moja. Kauze ulivyo navyo na uwape maskini. Huyu mtu alikuwa mnyimifu. Mungu hakupendezwa naye, wala hakuwa na nafasi mbele zake. Haijalishi alikuwa muumini, anahudhuria ibada zote. Haijalishi alitoa na sadaka na michango, lakini hakuwa na haki mbele za Mungu za kumpatia nafasi kwa ajili ya ile roho ya ubinafsi. Haleluya. Haleluya. Hiyo ikampa kumnyima nafasi ya kukaa karibu na Mungu. Angalia, Biblia inasema alivyoambiwa akauza alivyo navyo, aliondoka akiwa uso wake ameukunja. Ina maana huyu hakuwa mkarimu kwa watu, hakuwapenda wahitaji. Ndio maana moyo uliuma kwa yeye kuuza vile vitu alivyo navyo, aje awagawie maskini.
Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mwana wa Mungu, tafuta kumpendeza Mungu. Kiburi hakisaidii. Fedha haitakusaidia. Kuna muda utatafuta mtu mpe fedha ili akusimamie lile unalolihitaji, naye atakwambia wewe ni mtu usiyependa watu. Sasa shikamana na fedha yako. Wakati huo hauna namna tena ya kutafuta namna ya kuisogeza mbele za Mungu, maana Mungu hajapendezwa na njia zako. Badala ya kukutanisha na mtu sahihi, anakukutanisha na watu ambao wanakuwa ni hatari kwenye maisha yako. Haleluya. Kwa sababu haujampendeza yeye. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu, katika haki ya Mungu hakuna kuonewa. Changamoto utapitia, lakini kuvuka utavuka. Haijalishi kutakuwa na ugumu gani, lakini kupita utapita, maana wewe ni mwenye haki. Mungu anachukizwa na uovu tu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Yesu asifiwe. Mungu watu wenye kiburi na uovu aliwafukuza hata walipokuwa wamesogeza sadaka zao, hakuzitazama. Ukisoma habari za mfalme Ahazi, alikwenda mbele za Mungu na sadaka, lakini Biblia yangu inasema zile sadaka hazikupata kibali, kwa sababu tayari alikuwa ameshatanguliza uovu. Ile sadaka haikuhesabiwa wala kutikisa moyo wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa pamoja na sadaka, mabaya yatakupata. Haleluya. Utakatifu ni kinga. Utakatifu ni ulinzi. Biblia inapouliza kwamba naye ni nani atakayewazuru mkiwa wenye juhudi katika kutenda mema, nafikiri ni Petro anasema, ni nani atakaye kuzuru kama wewe ni mtenda mema? Maana yupo Mungu anayekulinda, yupo Mungu anayekutetea. Ukipita kwenye maji hautagarikishwa, Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Ukipita kwenye moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakulamba, maana ukiingia kwenye moto anakuja mtu wa nne pale na kuzuia ule moto, maana unayo haki ya kulindwa na kutetewa mbele za Mungu. Chapia Yesu makofi ya hapa. Anayempendeza Mungu, Mungu anampatia haki, Mungu anampa kibali, Mungu anampa upendeleo. Haleluya. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Kina Mesha, kina Abednego na Shadraki, wakati wanapitia, waliona haina haja ya kumtii mfalme mwenye mamlaka ya chini ya jua, halafu kesho tukakutane na Mungu sehemu ambayo hatuwezi kupona. Wakasema hatuwezi kuabudu sanamu kwa sababu tunaye Mungu, hatuwezi kumkosea Mungu. Mwana wa Mungu, pale utakapofika ukatoa sababu ya shetani alinipitia, ile miale ya moto itakulamba. Haleluya. Amen. Mungu hata tulia kwa ajili ya kukuteketeza wala sio kukuponya tena, maana unaleta sababu ambayo haimpi utukufu. Anataka kutenda mema, anataka utakatifu, anataka unyenyekevu, anataka kujitakasa. Haleluya. Haleluya. Sasa wale watu wakiwa wametoa maisha yao ya kwamba ni bora tumkosee mfalme lakini tujisalimishe kwa Mungu, ndipo neno la Mungu linasema mtu wa nne alionekana katikati yao, alipoza ule moto, hata miali ya moto haikuwaunguza wala kuwateketeza, hata harufu ya moshi haikusikika kwao. Haleluya. Ni wenye haki wa Mungu hawa, wanastahili kulindwa hawa. Kumbe wana wa Mungu, tukitenda haki mimi na wewe leo, popote tulipo, Mungu atatutetea huko. Haleluya. Wala usije ukaishi mazingira ya kwamba hapa nilipo hakuna anayeniona. Jicho la Bwana linaona kila mahali. Haleluya.
Na macho ya Bwana yako wazi muda wote kuwaangalia wenye haki, na masikio ya Mungu yako wazi muda wote kusikiliza maombi yao. Lakini ukiwa mtenda mabaya, ule uso wa Bwana wote unakuwa juu yako. Haleluya. Kuna uso, kuna macho, na kuna masikio. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu asifiwe. Sasa itafute haki ya Mungu katika kutenda yaliyo mema, ili Mungu apendezwe na wewe. Haya macho yasisinzie kwa ajili yako. Haleluya. Wala hilo sikio la Mungu lisiwe zito kusikia kile unachokiomba. Haleluya. Ukimpendeza mwana wa Mungu, ukampendeza Mungu, si kukupatanisha na adui, si kukuletea watu sahihi tu. Yamkini iko huduma iliyokuwa ndani yako imeanza kuchoka. Tengeneza na Mungu, uone namna gani Mungu anaenda kusimamisha tena. Haleluya. Tengeneza na Mungu, uone Mungu anavyorudisha hicho kipawa kilichopotea. Haleluya. Tengeneza na Mungu, uone anavyoifufua hiyo karama. Haleluya. Jipatanishe na Mungu, uone ni jinsi gani anaenda kukurudisha tena katika biashara ile uliyokuwa unafanya. Tengeneza na Mungu, uone ni namna gani anavyorudisha mara 2 zaidi ya vile ulivyokuwa unategemea. Haleluya. Maana utakuwa umegusa moyo wake kwa kutenda yaliyo mema, na yeye akakupenda na kukufanyia zaidi. Haleluya. Mtu mwenye haki, Biblia haijanyamaza kimya. Imesema hivi: atafananishwa na mti uliopandwa kando ya maji. Mti ule unazaa matunda wakati wote. Jua likiwaka, wewe mwenye haki utakuwa kama unaishi kwenye kivuli. Haleluya. Amen. Jua likiwaka, upepo ukaja, hautakupukutisha, maana iko haki ya Mungu mbele yako. Haleluya. Yani wewe hata kwa ile harufu ya maji tu unasimama na kuanza safari tena. Haijalishi mpo wengi, mnapita kwenye changamoto, lakini ikiwa iko haki ya Mungu mbele zako, ile harufu ya maji tu, wewe lazima usimame tena. Haleluya. Tafuta kumpendeza Mungu, biashara yako itainuka tena. Tafuta kumpendeza Mungu. Haijalishi watoto wako walisukumiwa mbali, Bwana atawarejesha tena. Haleluya. Tafuta kumpendeza Mungu. Chochote adui alichobeba atarudisha mara 7. Haleluya. Tafuta kumpendeza Mungu. Yale aliyoyameza Ibilisi anakwenda kuyatapika katika jina la Yesu. Anakwenda kuyatapika mchana wa leo. Anaenda kukurejeshea tena mchana wa leo katika jina la Yesu. Adui hana nafasi ilipo haki ya Mungu. Ile haki inamongezea inampunguzia ujasiri wa kukusogelea. Mwenye haki analindwa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Haijalishi una kesi, lakini ukiwa mwenye haki, wale wanaosimama kuwa mashahidi kwako watasimama kuwa watetezi wako. Haleluya. Haleluya. Mchana wa leo, wale waliokuwa wanakusanya maelezo ya kwamba ushindwe, watakusanya yale maelezo ili ushinde, maana ni mwenye haki wa Mungu na Mungu anaenda kukutetea tena. Tafuta kumpendeza Mungu. Acha kujipendekeza kwa wakuu, jipendekeze kwa Mungu. Tafuta kutenda yaliyo mema. Tafuta kujihuzurisha mbele za Mungu. Yeye anayo nafasi nyingine. Haleluya. Kwa Mungu anayo nafasi nyingine. Kwa Mungu anaweza kukurudishia tena. Lakini kwa bosi ni kipengele ukikosea. Haleluya. Maana utakuwa hata ukiteleza kidogo tu anakukumbusha ile dhambi, anakukumbusha lile kosa. Kumbe
ile ni kiboko kwako.